Mudhikiriria wakwa wa Hwaine wa Umuthi wa Riri FM na kuambia karibu sana huku mitamboni yetu. Karibu sana tutakapokuwa tukisikiza neno lake Mungu. Mudhikiriria wakwa hali kiuga gweraga muthenya ate kiugo kia Ngai nikio gituturagia moyo. Neno la Mungu ndio lafanya tuishi na ndio latupea it gives us the strength to live. Karibu sana. Na ndani ya studio tuko naye Pastor Martin. Karibu sana Pastor. Asante sana, karibu. Nashukuru sana kwa ajili ya kufika tena siku ya leo. Kwa ajili ya kuwasiliana na wasikilizaji na watazamaji pia. Na nyinyi pia wale mnatu host. Mungu nawatende mema. Amen. Asante. Sijui dakika tu moja utuambie umekuwa vipi, alafu sasa uwanjani yako Pastor. Nashukuru sana wasikilizaji wangu na watazamaji katika mitandao ya Facebook na wengine. Nashukuru Mungu sana kwa sababu tumekuwa na wiki nzuri. Ama niseme siku kadhaa kwa sababu tumekuwa na nyinyi siku ya Ijumaa katika mitandao. Lakini mara hii ni mara nyingine tena tunakutana tena. Naamini pia nyinyi wasikilizaji wangu wale mnanitia nguvu wakati ninapotumika mahali hapa. Unajua mtu hawezi pata nguvu kama hajapata mtu wa kumtia nguvu. Za wakati ninapotumika mahali hapa, ninapoona maoni yenu, ona SMS zenu, ninaanza kupata nguvu ya kutumika. Na yote ni kwamba kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wewe uko salama na mimi pia niko salama, na zote tunafaulu katika hii safari ambayo tumeianza. So nakukaribisha tu kwa kipindi hiki, kwa masaa haya, tuanze pamoja nami na tusonge pamoja nami na tuelekee pamoja mpaka katika ukingo. Hakika nina hakika na najua kitabu ifike ukingo utafurahi na utacheka. Na nitafurahi pia nikisikia ushuhuda kwamba kuna kitu kimetendeka ndani mwako. Hata kabla tujaendelea, nimekuwa nawasiliana na wengine saa hizi katika njia laini ya Facebook wakiwa wanangojea ibada hii, na wakasema they are tuned in. Na wewe anza kutune in katika radio na katika Facebook. Kama unajua kwamba kuna wenzenu wale ni mashabiki wangu katika ibada hizi, pigia mwenzako simu, mwambie ni masaa ya ibada. Na upigie mwenzako simu, mwambie ni masaa ya ibada katika Facebook, atune in. Kama hana bundles aongeze kidogo. Kitambo tufike mwisho, Mungu ataongeza zingine ambazo hukujua zimetokea wapi. Wacha neema ya Mungu itoshe. Amen. Asante. Sasa unaweza endeleza Pastor. Asante. Karibu msikilizaji wangu kwa kipindi hiki ambacho tunachoenda kuanza ya risali moja iliyo mbele yetu kwa ajili ya kujifundisha na kujipeana kwa ajili ya kutafuta wema wa Bwana. Na kabla sijaendelea, natamani nijitambulishe kwa majina. Naitwa Pastor Martin Manyasi, New Life Presbyterian Church Nyeri na Nyuki branch. Jiko hapa na Nyuki hapo Vivo Gate 1. Fuata hiyo barabara ya kuelekea Kichinjio 100 meters, pande mkono wa kulia utapata kanisa liko mahali pale, New Life Presbyterian Church. Neema ya Bwana inatosha mahali pale. Ibada zetu zinaanza Tuesday na zinaelekea mpaka Sunday. Hata hivi leo tumekuwa na ibada ya nguvu sana. Ninakukaribisha kwa ibada ya kesho, na kukaribisha kwa ibada ya kesho kutwa, na kukaribisha katika ibada ya Friday, na kukaribisha katika ibada ya Saturday. Sunday tuko na ibada mbili. Ibada ya kwanza inaanza 6 kamili, inaisha saa 4:30. Usikose kwa sababu ya kisingizio kwamba haukuwa na muda. Ibada ya pili inaanza saa 5:15, inaenda mpaka jioni. Pia usikose. Tumeiweka hivyo ili kila mmoja apate neema na apate kukombolewa na apate kufunguliwa. Kusiwe na mmoja atakuwa na kisababu. Maana ndio maana Mungu ametupa neema na nguvu zote za kutumika katika hizo ibada zote mbili. Najua ni ngumu kwa wengine, lakini Mungu ametupa neema, tunatumika. Karibu mahali pale na ibada zinaendelea. Ibada za wiki tuko na ibada ya prophetic healing and deliverance. Ukombozi, uponyaji na unabii.
iko mahali pale inaendelea. Kuanzia leo mpaka Sunday. Karibu na ukombolewe. Kuna vile Mungu anafanya kazi mahali pale. Usisahau mgonjwa nyumbani, maana neema Mungu ametupa ya kufanya kila kitu. Ameponya wenye magonjwa sugu, kansa, arthritis, HIV, kisukari na kila aina ya magonjwa Mungu anatenda. Hata walemavu wanatembea mahali pale. Msikae nyumbani na wagonjwa, karibu mahali pale na Mungu akukomboe hiyo siku unapokanyaga hapo. Iwe ni mwanzo wa ukombozi wako. Tuko na neema ya uponyaji, Mungu anaponya. Kuna watu hawalali usiku, ndoto mbaya. Kuja mahali pale Mungu akufungue. Kuna watu wamelemewa hata na ulevi. Wacha kusema kwamba ni mzigo. Kuja mahali pale mpe Yesu mzigo akuhudumie. Jinsi inavyosema katika kitabu cha Mathayo 11:29, leteni enyi wote mliolemewa na mizigo mizito, njooni kwangu na nitawapumzisha. Hivyo ndivyo ilivyo, na Mungu atawatenda vyema sana. Wacha tuanze ibada yetu katika ishara ya maombi, na Mungu atupe kibali katika safari tulionayo. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye mfalme wa amani, mtakatifu wa takatifu, Mungu utendaye makubwa ukiwa katika ufalme wako. Yesu, hakuna mwingine aliye mkuu zaidi yako. Tumekuona ukitenda mema, tumekuona ukiponya, tumekuona ukifungua, tumekuona Bwana Yesu ukiinua, tumekuona ukibariki. Hata kwa Masaya tunakualika katika ibada hii, ili kila mmoja anayejiunganisha na ibada hii asitoke jinsi alivyo. Kuna wengine wako safarini ndani ya magari zao. Kuna wengine Bwana Yesu wako kwa mabodaboda, wengine wako vibandani, wengine wako kwa manyumba zao tayari wakingojea ibada hii. Yesu, wache ibada hii ifanyike ya baraka. Wengine wakiwa kwa Facebook wametumia gharama ya bundles kwa ajili ya kusikiza ibada hii. Yesu, isiwe ni hasara bali iwe ni faida kwao. Uwatendee mema jinsi ulivyokusudia tokea mwanzo. Hata sasa shuhuda zije kwa nyumba yako kwamba umetenda kwa wema wako, na kwa jina la Yesu Kristo aliye hai naomba nikiamini. Amen. Msikilizaji wangu, ni wakati mwingine tena, na mtazamaji wangu, ni wakati mwingine tena ambapo tunaanza ibada yetu. Tumezungumzia mambo mengi sana kuhusu mafanikio, kuhusu jinsi unavyoweza kuishi na ukafaulu. Maana changamoto kubwa inayosumbua mwanadamu ni jinsi atakavyoishi kesho, jinsi atakavyokaa kesho, jinsi atakavyovaa kesho. Imekuwa changamoto kubwa sana, na mwanadamu hata imefikia kiwango, wengine wamepokea depression, wengine wamefikia kiwango cha kutoroka familia zao, wengine imefikia kiwango cha kukosana hata na watu waliokuwa karibu na wao, kwa sababu anapoona mtu anapomjia karibu, anaona kwamba anataka kuhitaji msaada kutoka kwake. Na inafikia kiwango wengine wanajifungia, wengine wanabadilisha paka namba za simu, wakisema kwamba hawataki kusikia watu wakisumbuliwa. Yote inasababisha na ukosefu. Haisababishi kwamba huyo mtu angekuwa navyo hangejifungia. Angekuwa navyo hangeweza kusima simu. Angekuwa navyo hangeweza kubadilisha laini. Angekuwa navyo hangeweza kubadilisha hata jina. Kuna watu wameenda to an extent ya kubadilisha majina yao, wasiitwe majina waliojulikana nayo, kwa sababu ya kupambana na maisha. Lakini natamani kuambia kwamba si kawaida Mungu akuweke hivyo. Ni kwa sababu katika hali ya maisha kuna changamoto ziko, na changamoto hizi hazija kuja kukumaliza. Wewe unayepitia katika changamoto, natamani nikutie moyo na nikwambie kwamba siku yako ya kufanikiwa kama si leo, huenda iko njiani inakuja. Karibu katika ibada hii. Angalau mahali tunakoelekea tuwe tunafikiria mahali ya kila moja kufanikiwa. Mungu alimuumba mwanadamu akiwa na kusudio kwamba mwanadamu awe na faida, asione hasara. Lakini katika hali ya maisha ya mwanadamu pia kukawa na mpango mwingine ambao ulikuja ukafuruga uhusiano wa mwanadamu na Mungu, na ukapanda mbegu nyingine ya kusababisha mwanadamu badala ya kuishi maisha ya kufurahia,
aishi maisha ya machungu. Lakini leo natamani kuambia kwamba yale machozi umekuwa ukilia, si Mungu ayapanguze leo. Mungu akuondoe katika hiyo hali, akupe maisha mapya, akupe furaha, hata kama ulikuwa umekata tamaa. Unajua kukata tamaa inakuja ni kwa sababu you are lacking vision. Hauna maono. Ukiona kule unakoendelea, hautakata tamaa. Utaendelea kupiga hatua kwa sababu unajua cha kufanya. Lakini kwa sababu you are lacking something that can make you to progress, and it is not happening, so you are stressed up. Unabaki kama mtu hujielewi, na unafika mahali unajichukia, unafika mahali unajidharau, unafika mahali unajitenga, hautaki watu wakuone, unafika mahali unajiona bure. Lakini leo natamani kuambia kwamba you are useful. Wewe ni wa maana sana katika ufalme wa mbingu. Wakati Mungu ataingilia kati katika ibada hii, na abadilishe mwenendo wako, abadilishe njia zako, abadilishe mawazo yako, akupe njia ya kuelekea mahali panapostahili, hakika maisha yako yatabadilika. Na yule aliyekudharau atakupigia simu leo, na atakukumbuka tena kwamba wewe ni mtu wa maana. Maana kuna watu kwa sababu ya mapito, wengine walizimiwa simu, walikuwa blocked, namba zao zikakuwa blocked. Wakipiga simu inalia, wanaangalia na hakuna mtu anachukua, kwa sababu wanaangalia, wakikupokea anakupokea na mzigo wa matatizo yako. Lakini natamani nikuambie kwamba Mungu atakuondolea matatizo, angalau tena urudie katika maisha yako ya kawaida, maadamu tu ujue kile cha kufanya. Leo hii niko na ujumbe mzuri sana. Ujumbe unakuonyesha what to do so that you can inherit the riches of our most high God. Our most high God ako na utajiri, na huu utajiri unakuja tu kwa maagizo na masharti anayotaka. Wewe wakati ulipoumbwa siku ya kwanza, Mungu alikuumba akiwa anatumaini kwamba you will be heir apparent, you will be caretaker of all creatures, and all creatures are the riches of the world. Hakuna viumbe vile vitakavyokuwa na vianze kuvikosa kuwa utajiri. Ukiwa na wanyama wa kufuga, utahesabiwa ni tajiri. Ukiwa na shamba na mimea yako iko sawa, unapanda na unavuna vizuri, utahesabiwa kuwa ni tajiri. Ukiwa na hekima ya kiungu, ufahamu wa kiakili, unajua how to calculate and to make profit, utahesabiwa kuwa ni tajiri. Lakini wakati utakapopungukiwa na mamlaka tu, ukose kustahimili na kucontrol wale wanyama, wanyama watatoka kwa mikono yako. Na wakati wanyama watatoka kwa mikono yako, utakuwa na upungufu, utaitwa maskini. Maana utajiri wa wanyama, utajiri uko katika wanyama wa kuvuga, utajiri uko katika shamba kulima, utajiri uko katika kutumia hekima na maarifa ambaye Mungu amekupa. Lakini ukikosa hekima na maarifa, utahesabiwa ni maskini. Lakini hekima na maarifa haitoki kwa mtu, inatoka kwa Mungu. Wakati utakapojirudia kwa Mungu, Mungu ataachilia hekima na maarifa, itaingia ndani mwako. Na wakati hekima na maarifa itakapoingia ndani mwako, wewe jina lako litabadilishwa. Maana kile utakachokifanya hautakifanya cha kufa, utafanya kile cha kufanikiwa, kwa sababu you have a close association with the honor of the wisdom and knowledge. Na wakati wisdom and knowledge is applied, the outcome, it is the riches. The outcome is unapewa jina mpya. Leo natamani katika ibada hii, Mungu akuongoze na akupe hekima na maarifa, na uanze kuwa na maono, na uanze kuwa na mifano ya kufanya, na unahakikisha kwamba unafika mwisho, hautafanya kitu kikwame njiani. Maana kila siku kukata tamaa, unaanza kitu, unafika njiani, unaona kwamba there is no
a true way, unakata tamaa, unaingia loss, unazidi kuwa maskini kwa sababu ulitumia gharama kwa ajili ya kuweka kile ulichokuwa unataka kifanyike. Lakini kwa sababu haujakamilisha, hauwezi rudisha kile ile gharama, inaenda hivyo. Sasa unazidi kudhoofika kifedha, unadhoofika kiakili, unadhoofika mpaka unaanza kuhesabiwa kwamba unatengwa mpaka na jamii. Lakini leo natamani baada ya ibada hii simu zianze kupigwa, uanze kutafutwa, kwa sababu kuna mwangaza umekuja. Na kile utakachokuwa unawaza kufanya, utafanya kwa sababu una maono. Hauwezi kuajiriwa kwa kampuni ya mtu kama una maono. Maana wakati utakapokuwa hauna maono, utaleta hasara kwa kampuni ya wenyewe. Na mtu ndio utaona kwamba unafutwa. Lakini ukiwa na maono, wewe hata useme kwamba nimekataa kazi, utatafutwa tu popote mahali ulipo kwa sababu ya yale maono ulionayo. Na maono yanakuja na hekima na maarifa. Leo natamani kuambia kwamba kuna downfall ilikuja ya kutenga mtu na ufalme wa mbingu na kusababisha mtu aishi maisha ya hasara. Natamani leo tuangalie katika kitabu cha Isaiah 59. Isaiah 59. Alafu katika hicho kitabu utakuja kujielewa na utakuja kujifahamu kwa nini wewe haufanikiwi. Kwa nini wewe unaishi maisha hayo na usongi mbele? Kwa sababu kuna kitu Mungu haja kukataa, wala Mungu haja kutenga. Mungu anakuhesabu kama sehemu ya kazi ya mikono yake. Na kila kuchao Mungu anapiga hesabu vile utakuwa na mafanikio. Lakini kwa sababu kuna kitu fulani kimeingilia kati, kimesababisha wewe umekosa kupokea baraka za Mungu. Kwa uwezo wa Mungu tunaweza soma tu. Inasema hakika mkono wa Bwana si mfupi hata usiweze kukuokoa, wala sikio lake si nzito hata lisiweze kukusikia. Lakini maovu yenu yamewatenga ninyi na Mungu wenu. Dhambi zenu zimewaficha ninyi uso wake ili asisikie. Maana mikono yenu imetiwa mawa kwa damu, na vidole vyenu kwa hatia, na midomo yenu imenena uongo, nazo ndimi zenu zimenong'ona mambo maovu. Wacha tuachie hapo tumpendwa. Wakati unapoenda mbele za Bwana, wetu wengi tunamtafuta Mungu wakati kuna shida. Wakati tuko na raha hatumtafuti Mungu. Lakini wakati katika raha hiyo kuna viwango fulani huwa tunaenda to an extent ya kumkoshea Mungu. Huwa tunaenda to an extent ya kufanya Mungu achoke na sisi. Huwa tunaenda to an extent ya kusababisha zile promises za Mungu zikose kufika kwetu. Kwa sababu gani? Huu mwili Mungu ametupa. Ametupa kwa ajili ya faida ya ufalme wake. Lakini kumbuka, huu mwili wako pia umetekwa nyara. Na katika kutekwa nyara ni kwamba kuna roho imetumwa katika huu mwili ya kukufanya uwe na kiburi, ya kukufanya uwe na uongo, ya kukufanya uwe na vitina, ya kukufanya uwe na mashengenyo, ya kukufanya uwe na uchoyo. Na hivi vyote ninavyovitaja ni adui wa roho wa Mungu. Na kwa sababu ni adui, roho wa Mungu anajitenga. Kwa sababu roho wa Mungu ni mtakatifu. Na anaishi katika utakatifu. Na huyo roho wa Mungu ndiye amebeba mafanikio yako. Sasa ndio unakuja unapata kwamba you pray a lot, lakini kama maombi yako hayaendi. You sing a lot, ni kama nyimbo zako hata hazisikiki. You can preach, but unaona kwamba hata injili yako haina power. Watumishi wa Mungu zingine, sisi wachungaji wenzangu, unaweza fika mahali umeingia katika ibada, na wakati uko katika ibada unachukua topic, unaanza
kuhubiri. Lakini wakati unaanza kuhubiri, watu walikuwa wanachangamuka wakitoka kwa praise. Watu walikuwa wanachangamuka wakitoka katika worship. Lakini wakati utakapoanza kuhubiri tu, unaanza kuona watu wameanza kusinzia. Watu mpaka wanaota ndoto katika ibada. Wengine ukiwauliza wanasema kwamba we were seeing visions, not visions. It is the power. Haiko karibu. The power, you have to instill the Spirit of God, the Spirit of the Word into the person, and to ichangamushe yule roho wa ndani. Yule roho wa ndani aanze kuunganika na neno. Na yule roho anapounganika na neno, na hiyo neno ifanyike roho na ianze kumconnect katika ukuu wa Bwana, inaimlete. Wakati unapotumika katika udhaifu, kuna kitu kimefanyika kwa mwili wako. Na kwa sababu we are always looking ourselves to be perfect, inasababisha kwamba hatuwezi kukubali. Hata ukiambiwa kwamba umepungukiwa, unasema wewe haunielewi. Lakini kumbuka, wewe hauwezi kujielewa. Ni yule aliye kando yako ndiye atakaye kuelewa. Ni yule aliye kando yako ndiye atakaye kufahamu. Ni yule aliye kando yako ndiye atakaye kukurekebisha. Usipokubali kurekebishwa, wewe hakuna mahali unaenda. Maana wewe, you are being created. We are creators of our own creation. Sisi tunaumba kwa vile viumbe vimeumbwa na Mungu, vikatuletewa, tukaletewa. Wakati ninapokuona uko na tatizo, ninapokukoshoa, hiyo ni njia moja ya kukuumba. Mimi nimepewa mamlaka ya kukuumba. Wewe umepewa mamlaka ya kuniumba mimi. Kwa chochote umechokiona ambacho kina udhaifu, umepewa mamlaka. Wakati utakaponirekebisha, you've created something in me. Umeniumba na umenitengeneza. Na wakati umeniumba, umenitengeneza, una kiwango fulani umenisongesha. Maana ule udhaifu utakuwa umenifinyilia kunifikisha katika baraka. Nitakuwa sina chochote kwa sababu kile kimenitenga. Unaposoma hapa kwamba tumezuiliwa kwa sababu ya dhambi zetu, zimetuweka mbali na uso wa Baba. Ile dhambi ambayo utakayonirekebisha, uniambie kwamba ndugu, hii ni dhambi umeitenda. Nitakaporekebika, uso wa Bwana utafunguka kwa ajili yangu. Na nitaanza kuonekana, na maombi yangu yataanza kuonekana, na nitaanza kukubalika tena na yule muumba aliyekuwa ameniumba. Na nitaanza kutembea na programu zake, na nitaanza kushiriki utajiri wake. Maana wakati dhambi inapoingia, Mungu anaondoa ule utukufu wake kwa sababu ya kiusalama kivyake. Hataki kushiriki utakatifu wake na chochote kile, unless kiwe cha mfano wake, unless cha kufanana na yeye. Hicho ndicho atakachoshiriki. Lakini wakati kadoshani kadogo kakiingia ndani mwako, utaanza kuonekana kama mfu. Utaanza kuonekana kama maiti. Mfu ni mtu hana mawasiliano. Hana mawasiliano na mwanadamu, hana mawasiliano hata na udongo ambaye anaingia ndani, hana mawasiliano hata na roho. Maana roho amejitenga. Mfu amebaki mfu. Wakati hauna maono, mtumishi wa Mungu, wewe ni kama maiti. Kila kitu kinajitenga kwako. Pesa zinajitenga, marafiki wanajitenga, watoto wanakutenga, wazazi wanakutenga, maadui wanaongezeka kwako. Kumbuka, wakati mtu akiwa na uhai, hupendwa na uhesabiwa kila kitu kizuri. Lakini mtu anapofariki tu hivi, hata mtu alikuwa anasongea anasema kwamba nitakane, hawezi kubali. Wengine wanakubali, wanakaa na huyo mtu kwa sababu kuna umati. Lakini ukisema kwamba sasa umebaki na huyo mtu peke yake, yule mwili wa mtu aliyefariki, unatoroka tena, unaweza hauwezi tamani. Sijui kama unaweza kubali. Hapana. Nitapotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kwa sababu hiyo, unaona, ukiwa mfu, wewe hutengwa. Mfu hakubaliki. Haukubaliki kushare na mtu maono yote. Maana kuna kitu kimekutenga kati yako na maono. Hauwezi wasiliana. The spirit is no more in you. In fact, ikizidi sana,
your body starts to decay. Mtu wa Mungu, umewahi kuona mtu akiwa ametajirika, ana shine, anakuwa na marafiki, anakuwa na afya, anakuwa na usemi, akisema kitu watu wanafuata. Lakini mtu akiwa maskini, yeye hunuka, hutengwa, hakuna kitu chochote kinakubalika kwake, kwa sababu kuna roho ya umauti imemvaa, na imemfanya yeye akataliwe, imemfanya yeye atengwe, imemfanya yeye asionekane mtu wa maana. Leo mtu wa Mungu, natamani roho ya uhai kuingie, utoke katika misingi ya kutengwa, utoke katika misingi ya kukataliwa. Maana kinachokuumiza si wewe, ni roho fulani imekutawala, na imechukua fursa ya kukamata na kukufanya uwe mtumwa wake. Leo utumwa wa maroho utoke kwako, uanze kuishi maisha yako. Natamani tuangalie kitabu cha Waefeso. Waefeso 2, Ephesians chapter 2. Maybe I might read in English, alafu nitasoma tena kwa Kiswahili. It says, as for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages we might show incomparable riches of his grace expressed in the kindness to us in Christ Jesus. Tukisoma Kiswahili sema kwamba kwa habari zenu mlikuwa wafu katika makosa na dhambi zenu ambazo mlizitenda mlipofuatisha namna ya ulimwengu huu, na yule mtawala wa ufalme wa anga, yule roho atendaye kazi sasa ndani ya wale wasiotii. Sisi sote pia tuliishi katika yayo hapo zamani, tukitimiza tamaa za asili yetu ya dhambi na kufuata tamaa zake na mawazo yake, nasi kwa asili tulikuwa wana wa ghadhabu kama mtu mwingine yeyote. Lakini Mungu kwa upendo wake mwingi kwetu sisi, ambaye ni mwingi wa rehema, hata tulipokuwa wafu kwa ajili ya makosa yetu, alitufanya tuwe hai pamoja na Kristo Yesu. Yaani mumeokolewa kwa neema. Mtumishi wa Mungu, vile nilivyoingia hapa mwanzo niliwaambia, si makosa yako, ni wewe unaishi maisha sio yako, na maisha ya ufu ama umaiti. Hii maisha unaweza kuwa ulijiingiza wewe, ama unaweza kuwa uliingizwa. Na kama ulijiingiza wewe, kumaanisha kwamba si kwa sababu yako. Ndani mwako, hata ndani mwa damu yako, kuna roho ya umauti ilitawala tokea mwanzo katika vizazi. Wazee wako labda waliikaribisha, wazazi wako labda waliikaribisha, kwa kijiji mahali unapokaa labda waliikaribisha hiyo roho ya umauti. Umauti inamaanisha kwamba hauja kufa mwili, unakufa kiroho. Kila unachokifanya hakina mafanikio, kila unachokifanya hakina faida. Ndoa unayoingia haidumu, biashara unayoanza haiwezi
huwezi faulu. Kazi unayoajiriwa ndani yake huwezi kaa hata miezi miwili. Na ukikaa sana huwezi lipwa. Na ukianza biashara huwezi unalipa, unauza madeni. Na huwezi kuwa na rafiki ambaye atakuadvise. Wengi watakuwa na masengenyo kwako. Wanakuwashia mabaya. Kwa sababu wewe ndani mwako, anaishi ndani mwako ni maiti. Ananuka. Ni mtu anayezikwa, si mtu wa uhai. Sasa kile unachokifanya hakifanikiwi. Unaishi katika machozi. Kama vile watu wanavyoshuhudia matanga, wanaenda kwa machozi, hawaendi kwa furaha. Maana yule aliyesababisha ni maiti. Sasa mtu wa Mungu, unaweza kuwa umeishi maisha ya umaiti na hujui. Kwa sababu uliingizwa labda na wazazi. Kwa sababu ulijiingiza kwa sababu na watu walio karibu na wewe. Kwa sababu uliingizwa na mtu aliye karibu na wewe, alikuonea wivu. Akakataa wewe, akasema kwamba hakika huyu mtu hatafanikiwa. Na akauma meno. Akasema mimi akifanikiwa afadhali mimi nisiishi. Na akachukua roho ya umauti akakurushia. Sasa wewe unaishi maisha hayo, hautaona ndoto zako zikitimia. Hautaona maono yako yakitimia. Maisha yako inakuwa maisha duni. Wewe jina lako haliwezi tajwa. Mahali unaposimama wanakuambia kaa mbali. Mahali unaposongea wanakuambia songa mbali. Wakati unapofanya mazuri wanakuambia umefanya mabaya. Kwa sababu kuna roho ya umauti na kaa ndani mwako. Na umauti inaletwa na ulimwengu. Maana mtu akifa, mwili wake hauendi mbinguni. Sasa roho wa angani, yeye ndiye amemiliki mwili wako. Na kila anachoweka ndani mwako, kila anachopanga kwako ni umauti. Hakuna siku atapanga uhai. Kwa sababu roho wa ulimwengu ni kazi yake ni kuharibu. Na mtu akitamani kukumaliza, anakumaliza kwa sababu anakutumia roho wa ulimwengu. Wakati roho wa ulimwengu atakuja kwako, ataleta mwili wako uwe na msimuko. Mwili wako utakuwa na msimuko wa kutenda mapenzi ya mwili. Na mapenzi ya mwili inapokuja, mapenzi ya roho hujitenga. Na wakati mapenzi ya roho hujitenga, msaada wa uhai unaondoka. So kila unachokifanya ni umauti. Lakini kuna another good news, kwamba baada ya hayo, ukimpokea Yesu na Yesu akuje ndani mwako na alete roho yake ya uhai ndani mwako, hata kama kilikufa kiwango gani kitafufuliwa. Hata kama maono yaliisha namna gani yatafufuliwa. Maana mwanadamu huishi kwa madhabahu mara mbili. Kuna madhabahu ya giza na kuna madhabahu ya mwangaza. Madhabahu ya giza inapofanya maamuzi kwako, inaleta giza kwa maisha yako. Giza ni kwamba hata ukodoe macho, ufungue macho namna gani, you can't see. Huwezi ona chochote kwa sababu maisha yako ni ya giza. Roho ya mauti. Sijui kama kwa kaburi kuna mwangaza. Mtu anayeishi kwa kaburi anaishi kwa giza. Kwa sababu anaishi kwa giza, hawezi waza chochote. So everything that you do, it's blackout. Blackout, total blackout. Wakati unapokaa, mwili utawaka. For example, saa zingine wacha tutumie mwili wake unaanza kutafuta macho yako, badala ya kuona mke yanaona warembo. Macho yako badala ya kuona mume yanaona handsome men. Sasa wakati inapoona hivyo, yule utakayemuona hautamuona kama utamuona handsome, lakini interior dead person. Amebeba kitu. Utakapoanza biashara, ukiona mtu anakuja kwa mlango yako, unaona amevaa vizuri, unaona ni pesa. Lakini baadaye wacha kwanza aanza kununua. First day atanunua vizuri. Second day atanunua vizuri. Third day atakuja sema you are my customer. Naomba kwa sababu mshahara wangu umedelay kidogo, sijui nini, naomba unipe, pesa zitakuja tu. Wakati utakapomkopesha, itakuwa the end na unaingia hasara. Kesho tena utapata mtu kama huyo, anakuja mwingine. Sasa wewe kazi yako
unakapiga hesabu ya madeni tu. Hakuna siku utaletewa mtu wa kukufanikisha. Unaletewa mtu wa kukuua. Unaletewa mtu wa kumaliza maono yako. Unaletewa, kama ni maono yanakuja, si ya kukamilika, ya kufika mahali ya kuame, na wewe umeingia hasara. Sasa maisha yako inakuwa ni hasara. Mtu wa Mungu, wacha mwangaza leo wake katika maisha yako. Wacha nuru iingie kwa maisha yako. Angalau uhai uingie. Hata kama ulichelewa miaka ngapi, leo natamani Mungu afanye kitu kwa maisha yako. Angalau ubadilishiwe roho. Hata uishi tu siku moja tu, maisha mazuri ya utajiri wa mbingu. Kama vile Abrahamu aliamua tu at 100 years akawa na uzao. It is not yet late. Yes. It's not yet late. Yes. It is dawn to you. Maana wakati wa Mungu ni wakati mzuri kuliko wakati wako. Leo Mungu akuondolee mawaidha ya kimwili, akupe mawaidha ya kiroho. Wakati unapoanza kupanga, usipange mipango ya kufa. Akasema kwamba hata kama tulikufa, kwa neema ya Kristo tulifufuka tena. Na tukaanza kuishi maisha ya Kikristo, maisha ya utajiri wa mbingu. Maana Mungu peke yake ndiye anajua siri ya ulimwengu. Siri ya ulimwengu jinsi ilivyo, kama jinsi nilivyoanza. Nikasema kwamba mwanadamu alipoumbiwa, aliumbiwa vitu awe mtawala. Unapotawala wanyama wa msituni, wewe ni tajiri. Unapotawala wanyama wa kufuga, wewe ni tajiri. Unapolima ardhi kikuletea, wewe ni tajiri. Unapokuwa na mawazo ya kuplani vizuri, wewe ni tajiri. Lakini ukiwa na blackout, you will do nothing. Hautaona chochote. Hautafanya chochote cha faida. Lakini leo natamani Mungu alete kitu kwa maisha yako kupitia kwa ibada hii. Maono yako yafufuke tena. Ndoto zako zifufuke tena. Maana Mungu anakupenda. Mungu anakutambua. Ni roho tu itabadilishwa. Mtumishi wa Mungu anajiuliza, roho itabadilishwa namna gani? Roho inabadilishiwa kwa sehemu iliyotengwa patakatifu. Wakati mtu anaitwa Moses, alikuwa ni total failure. Hakuwa ni mtu wa kufanikisha. Akiguza Misri anafariki. Akitetea Mwisraeli anamkana. Anaona kwamba hana chochote. Lakini wakati alipokimbilia Midiani, akakutana na madhabahu inaitwa Horebu, Roho wa Mungu akakaa ndani mwake. Na wakati Roho wa Mungu alipokaa ndani mwake, huyu mtu akabadilishiwa roho. Ile roho ilikuwa ya uoga ikatoweka. Akapata roho ya ujasiri. Roho isiyoogopa. Roho iliyo na nguvu. Akapata mamlaka na uwezo wa kwenda mbele ya Farao na kuambia Farao yale aliyokuwa yako moyoni mwake. Mtumishi wa Mungu, wakati unapokutana madhabahu mazuri, italeta ufufuo kwa maisha yako. Amen. Italeta ufufuo kwa anga yako. Amen. Wakati mtu anatuma roho chafu, inatoka kwa madhabahu. Lakini wakati unapokutana madhabahu ya nguvu, inaondoa giza na mwangaza unaingia. Inaondoa giza na nuru inaingia. Jinsi mtu anaitwa Suleimani hakuwa na chochote, lakini alipojenga madhabahu ya Mungu, madhabahu yakakamilika. Hakuwa anajua kwa namna ya kutawala. Alikuwa ni mtu bure. Lakini kwa sababu jenga madhabahu na akatengeneza sadaka na akaweka kwa madhabahu. Na wakati alipomaliza, Mungu akamwambia, now you've touched my soul. Umeguza roho yangu. Omba lolote unalotaka. Na kwa kupitia kwa hiyo, mtu anaitwa Suleimani akapata hekima ya kutawala. Katika muda wote aliyotawala, Suleimani alitawala kwa hekima, kwa sababu alipata kwa Mungu. Wakati unapopata matatizo, there is a solution. Go to the higher altar. Run. Move to the higher altar. The altar that is served by the Spirit of God. Itakubadilishia roho. Maana mwili wa mwanadamu ni roho. Roho akikaa ndani ya mwili hutawala mwili. Lakini roho mchafu akikaa ndani ya mwili hukuongoza katika uharibifu. Lakini roho wa kweli akiingia ndani mwako hukuongoza katika mema. Yale unayepitia ni ulimwengu tu.
Maana hata maandiko yamesema kwamba ni kwa sababu ya utawala wa ulimwengu. Ni ulimwengu tu umekufinyilia. Lakini masaa utakapochukua nafasi ya spiritual realm of God, ichukue mamlaka ya kuishi ndani mwako, everything will change. Everything will be okay. Kila kitu kitakuwa kizuri. Maana utaishi kwa mamlaka ya mbingu. Leo Mungu akutoe katika utumwa ambao unapitia, akuweke katika wema wa Bwana. Mtu wa Mungu, ukikutana na madhabahu mazuri, itakufungua. Lakini kuna tatizo. Si kila madhabahu unayoona yana nguvu. Kuna vitu vingi vinatendeka mpaka mimi ninapoangalia macho mpaka nafunga. Kwa sababu ile uweza, tulipewa vipawa na tukaona kwamba tuna mamlaka. Kuna tofauti ya kipawa na kuna tofauti ya mamlaka. Mtu anaweza kuwa na kipawa, hana mamlaka. Mamlaka hutokana na madhabahu iliyotengwa. Mtu akiwa na mamlaka, ametii. Hata hapa maandiko yamesema kwamba for those one who are disobedient, hao ndio wanatawaliwa na roho ya utawala wa anga. Lakini wale walio obedient, they have authority from God. They have authority to create. They have authority to recreate. Mtu unapopata madhabahu mazuri, mtu anayetumika madhabahu mazuri, anaweza badilisha destiny yako. Maana amepewa mamlaka ya kuumba. Iwapo mtu alikuja akona wazimu, na mtu akatamka jambo na wazimu katoka, sio mtu amepewa roho ya mamlaka ya kuumba. Iwapo mtu alikuja akona diabetes na kisukari ikaisha, sio mtu akona roho ya kuumba. So si kila madhabahu imepewa mamlaka ya kubadilishia mtu roho. Mengine ni vipawa, na madhabahu yaliyo na kipawa hayana roho wa kuumba. Kweli. So naona kwa watu wanaishi katika mateso because they are lacking knowledge and wisdom. Leo si mtu wa Mungu akuelekeze tu, angalau tuunganike kiroho katika ibada hii. Popote mahali ulipo, ubadilishiwe roho. Upate roho nyingine mpya. Kupitia kwa ibada hii, ubadilishiwe roho. Utolewe katika umaskini. Umekaa kwa madeni mpaka lini? Wewe umekaa kwa ndoa za watu. Hakuna siku utakaa kwa ndoa iliyokamilika. Kila utakayopata unapata ni mume wenyewe. Wewe unapoingia kazi, wewe ni substitute. Utakuwa substitute mpaka lini? Unapigwa, unaambiwa kwamba kuna mwingine anaenda leave. Sasa utakuja ushikilie tu kwa mwezi mmoja, akirudi wewe utashikilia nafasi za watu mpaka lini? Leo Mungu akupe roho, akurekebishie roho, akupe maono, akupe nyota, akupe ufahamu, uishi maisha yako, uondolewe kwa giza, uingie kwa mwangaza wa Bwana. Mwangaza wa Bwana kufungue macho uanze kuona kule unakoenda. Amen. Mtumishi wa Mungu, uko na swali? Ndiko na dakika kama 15 hivi. Uko na swali? Natamani upewe namba ya simu. Lakini kabla haujapewa namba ya simu, nilipokuwa nifanya ibada, nikaambiwa kwamba huo unafanya ibada haijakamilika. Kwa sababu hao watu unawahubiria, lakini haujaipea nafasi ya kumtolea Mungu. Haujaipea nafasi ya kushiriki. Kuna hii Biblia unapoiona hivi, ukiangalia hapa juu katika dibaji, kuna mahali imeandikwa Agano la Kale. Alafu ukizunguka tena huku utaambiwa kwamba kuna mahali imeandikwa Agano Mpya. It is a covenant. This Bible, it is a covenant. And the covenant can't be a covenant minus sacrifice. A covenant is sealed by the sacrifice. Agano hufanywa na sadaka. Sasa wakati unaposikiza injili inakuingia, you must seal that knowledge and that message so that it can't be evaporated. Nitakupa namba ya simu kama utajisikia, na sijasema ni lazima. It is for your own
for your, sijui lugha gani nitumie, kwa faida yako. Si kwa yangu. Nitakupa namba ya simu. Yule atakaye furahia aseme kweli ile neno ni langu, atume tu kwa hiyo namba 0757 06 86 37 0757 06 86 37. Narudia tena 0757 06 86 37. Hiyo ni namba ya matoleo, si namba ya, hiyo ni namba iko kwa, inakaa kwa madhabahu. Hiyo ni namba ya matoleo tu. Na unapotoa unajiunganisha, unajitoa katika hiyo laini ya giza, unajipatanisha na roho wa Bwana. Na Mungu mbinguni akubariki wakati unapoendelea. Lakini katika hiyo hali ninawakaribisha katika njia ya maswali. Wacha mtangazaji atatupea namba ya simu inayohusiana na maswali nikiwa naendelea kufundisha. Maana najua kuna wengi wamekaa katika maisha hayo. Wengi wamekaa katika vifungo hivyo. Wengi wamekaa katika hiyo hali. Lakini wacha namba, upewe namba, uliza swali ama upige simu kupitia kwa namba ile utakayopewa na tuwasiliane. Mungu wa mbinguni akubariki. Asante sana Pastor Martin. Huyu anaitwa Pastor Martin Manyasi kutoka pale New Life na Nyuki Nyeri branch. Asante sana kwa kutuhubiria na kutupa neno la Mungu jioni njema ya leo. Tashukuru Mungu kwa kutupa wewe katika hii station yetu. Mwadhikiria na okorowe na kiorio geda koria pastor. Unaweza kuwa na swali lolote lile ambalo ungelitaka kuuliza pastor. Namba ni 0700575559. Nitakuwa nikiona simu pale ama SMS tutakuwa tukiona. Na kuna simu inaingia hapa tutusikie. Good evening. Tujambo. Yes. Kuna wale wanasemanga ati kuna wakati utafika wanasema kutakuwa ati kuna siku itafika ati na kuna wale zamani kwa yaga wale walikuwa na kwa hao kwa ile kesho kuna siku itafika ati mtu akose kuna ule mwingine. Masaa ya Bwana ikifika, hakuna jicho halitaelewa na hakuna sikio halitasikia. Wakati Mungu siku ya dunia kuisha ikifika, matayarisho yatakuja na ukila jicho litamuona Masia akiwa katika angani. Lakini kwa wakati huu ni wakati wa matayarisho, ni wakati wa kujitengeneza na kutengeneza njia zako. Lakini siku ya kuisha kwa Mungu, kwa dunia ama kuisha kwa ulimwengu, iko katika siri ya Mungu peke yake. Alisema hiyo siku itakapofika atakuja kama mwizi. Na haitatambulika kwa mtu yeyote, haitafunuliwa kwa mtu yeyote, na siri iko tu katika ufalme wa Bwana peke yake. Asante sana pastor. Naona pale kuna mtu anaitwa Odinga wa Maremare. Anapiga simu, acha tusikie. Good evening. Hello. Niko salama. Yes. Nitakujibu vizuri sana, kwa sababu tukisoma katika kitabu cha Malaki 3 fungu la 10 limeongelea kuhusu hiyo. Inaitwa God's covenant sacrifice. Ni sadaka ya agano na Mungu ambayo iliweka tokea msingi wa ulimwengu iliwekwa. Iko katika kitabu cha Wagalatia 3 kuanzia 6. Inaelezea vizuri hasara inayosababishwa na fungu la 10 na faida inayoletwa na fungu la 10. Sijui kama inawezekana nitakusomea. Get tuned. Alafu kuna wengine labda kama uko na maswali anaendelea tu.
nitakusomea Malaki 3:6 inasema, mimi Bwana sibadiliki. Kwa hiyo ninyi enyi uzao wa Yakobo hamujaangamizwa. Tangu wakati wa baba zenu mumegeuka mbali nami, na amri zangu nanyi hamukuzishika. Nirudieni mimi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana mwenye nguvu zote. Lakini mnauliza, tutarudi kwa namna gani? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Hata hivyo mnaniibia mimi. Lakini mnauliza, tunakuibia kwa namna gani? Mnaniibia zaka na dhabihu. Mko chini ya laana, ninyi taifa lote, kwa sababu mmeniibia mimi. Hiyo ni hasara inayosababishwa na fungu la 10. Kama hutatoa, ghadhabu ya Bwana iko juu yako. Anakulaani wewe pamoja na uzao. Unajua, ukiambiwa kuhusu taifa, umeambiwa kuhusu uzao. Na uzao ni generation. So wakati wewe umelaaniwa, umesababisha generation yako imeumia kwa sababu ya ubinafsi wako. Umekataa kumpa cha Mungu chake. Na kumbuka, hataki nyingi. Amekupa 10. Amenikwambia nirudishie 1 tu. 9 ni yako. Wewe umekwamilia yote. Umesababisha hasara imeingia kwa familia yako. Wacha tuangalie faida zake ziko wapi. 10 nasema hivi, leteni zaka kamili galani ili kuwe na chakula katika nyumba yangu. Mungu hataki kufaidisha mtu. Anataka hiyo tu, ili mtu maskini anapoingia kwa nyumba ya Mungu asitoke hivyo. Mtu yatima anapoingia kwa nyumba ya Mungu asitoke hivyo. Mtu mjana anapoingia kwa nyumba ya Mungu asitoke hivyo. Anatamani nyumba yake yule anapoingia pia afurahi. Na anasema asema Bwana wa majeshi mwenye nguvu zote, nanyi muone kama mimi sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka nyingi mpaka mkose nafasi ya kutosha. Kumbe unapotoa fungu la 10 inafungua baraka. Kuna unlocked blessings. Ziko zinakuwa tested by your obedience, by your generosity to God. Hataki nyingi. Anataka kile kidogo tu, ili wewe ubarikiwe. Na faida ya fungu la 10 tena iko hapa hivi. Inasema, nanyi muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka nyingi mpaka mkose nafasi ya kutosha. Nami kwa ajili yenu nitawakemea wadudu wabaya walaye, na wala hawataharibu mazao ya ardhi yenu. Wala mizabibu yenu haitapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake, asema Bwana mwenye nguvu. Ndipo mataifa yote yatawaita mliobarikiwa. Fungu la 10 it is kind like an insurance policy kwa maisha yako. Ini insurance policy kwa familia, kwa mifugo yako, kwa baraka, kwa njia ya jina, to give you a new identity. Fungu la 10 ni sehemu ya kufungua baraka zako. Mtumishi wa Mungu, naamini nimekujibu. Iko na haki ukimtolea Mungu fungu la 10 kwa moyo wako wa undani, unafungua baraka zako. Asante sana Pastor. Na wala watu ambao tumekuwa na hata pale Facebook, naona Philip Sai, naona Francis, akina Francis Nzioka, Roda, anakuona pale Lucy Wairimo, Gladys, Jemary, I can see Smith, Mavo. Asanteni sana akina Julia Atemo, asante sana. Mungu awabariki na watende mema. Pastor, mimi naona muda wetu umeyoyoma kabisa. Naona tuko at 8:15. Muda wetu umeoma. Labda unaweza tuambia 2-3 ndio tuweze kufunga. Ni sawa. Ukiwa na swali niulize tu katika hiyo, nitakupa namba ya simu ya kwangu. Ni 0728. Hii ni ya maswali. 0728 0058
0728 005890 0728 005890. Tuma swali lako mahali pale na tusaidiane. Kwa kipindi hicho nimefurahi kwa wale wamekuwa wakiuliza maswali. Na najua kuna wengine bado wako na maswali. Na kuna wengine bado ujumbe umewaingia. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Na kabla sijaenda mbali, natamani nikufahamishe mahali kanisa letu lipo. Kwa majina naitwa Pastor Martin Manyasi wa New Life Presbyterian Church Nyeri na Nyuki branch. Iko hapo Vivo Gate 1. Nyorosha straight to Kichinjio. Kabla hujafika Kichinjio 100 meters. Ukitoka Gate 1, kuna kanisa iko mkono wa kulia. Hapo kuna injili inafanyika mahali pale kuanzia Tuesday. Hata leo tumekuwa na ibada, very wonderful service. Na tunaendelea mpaka Sunday. Lakini ibada zetu zinaanza saa 3 na zinaisha kwa masaa ya Mungu. Lakini Sunday tuko na ibada mbili. Ibada ya kwanza inaanza 6 saa 12 kamili asubuhi. Inaisha saa 4:30. Usikose kuingia kwa ibada kwa sababu ya muda. Kuna nafasi umetengewa. Ibada ya pili inaanza saa 5:15. Inaisha jioni kwa masaa ya Mungu. Ninakukaribisha katika hizo ibada, na tuko na ibada ya prophetic healing and deliverance. Unahitaji Mungu akutamkie, unahitaji Mungu akukomboe. Unaugua magonjwa sugu, umesunguka hospitali haujapata nafuu, kuja mahali pale Mungu akukomboe na akuponye. Neema iko mahali pale ya kutosha. Kuna watu tumekuwa nao katika ibada ni waathirika wa ibada ya leo. Natamani tushiriki katika ibada hii maombi. Gusa redio yako ama gusa simu yako, alafu tuombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye mfalme amani, mwenye nguvu, mwenye mamlaka, mwenye ishara, uliopeana huu ujumbe kwa ajili ya wasikilizaji na watazamaji. Na leo hii Bwana Yesu, kuna watu wanapitia hali ngumu, wanapitia vifungo, wanapitia laana, wanapitia machozi. Bwana Yesu, na nguvu zako zitoke mahali hapa, ziingie kwa kila moja, na kila roho na madhabahu yaliyojengwa kwa ajili ya kutesa watu wako, kila pigo na kila falme na kila maagano, roho zilizotoka madhabahu ya wachawi, roho zilizotoka katika madhabahu ya damu ya ukoo, roho zilizotoka katika maeneo mali watu walikaa wakakutana na mamlaka na ufalme uliokaa mahali pale ikawafanya watumwa. Kila pigo na kila madhabahu ya Mungu, kama kila ufalme na madhabahu ya giza, lose kila ataka zote zilizofanya watu kuwa watumwa, kila network zote maroho zilizofanya watu kuwa wafu wakiwa wanatembea, kila roho iliyoiba maono, kila roho iliyoleta giza, kila roho iliyofanya maagano katika ndoto, out in the name of Jesus. Bwana Yesu, naregesha maono, naregesha nyota, naregesha ufunuo kwa watu hawa. Watolewa katika utumwa wa madeni, utumwa wa kutawaliwa, watolewa katika utumwa wa usharati, uzinzi, watolewa katika utumwa Bwana Yesu wa kutoridhika. Kila pigo na kila utawala iondolewe in the name of Jesus. Bwana Yesu, natangaza ukombozi. Na Bwana Yesu, ukombozi, uponyaji. Bwana Yesu, hata na mafanikio. Pokea ukombozi, pokea uponyaji, pokea mafanikio, pokea ukombozi, pokea uponyaji, pokea mafanikio, pokea ukombozi, pokea uponyaji, pokea mafanikio. Bwana Yesu, walio wagonjwa wapone instantly, walemavu wapata mifupa yao iunganike, waanze kutembea, vipofu waanze kuona in the name of Jesus. Waliolemaa wapate kuinuka tena, waliofungwa wafunguliwe in the name of Jesus. Bwana Yesu, tenda kwa wema wako. Kupitia katika ibada hii kuna wengine wanatamani kuokoka. Inua tu mikono yako, sema: Bwana Yesu, naja mbele zako kwa masaa, nisamehe dhambi na makosa niliyotenda kwa kujua kutojua. Yesu, nisamehe. Futa jina langu kwa kitabu cha mauti, futa jina langu kwa kitabu cha hukumu, uliandike kwa kitabu cha uzima milele. Maana leo nimeokoka na nimekombolewa. Bwana Yesu, tazama mikono iliyoinuliwa. Bwana Yesu, wote wanakiri wokovu, na nguvu zako ziwashukie, ukiwaondoa katika laana, ukiondoa katika vifungo, ukiondoa katika maagano ya giza in the name of Jesus, ukiwapea agano mpya, agano la ufunuo,
agano la utajiri, agano la maono. Tenda wanapokurudia, maisha yao kibadilika, utukufu na sifa zikurudie, maana ni wewe umetenda. Kwa jina la Yesu bariki, amini. Amen. Barikweni sana watumishi wa Mungu. Wale tumekuwa kwa Facebook, Mungu wa mbinguni awabariki sana. Wale wamekuwa katika radio, Mungu wa mbinguni awabariki sana. Na tuendelee kufanya research ili tufunguliwe sote katika maandiko matakatifu. Tusikae bila kusoma Biblia. Soma Biblia ikupe ufunuo kwa jina la Yesu. Barikiweni sana. Asante sana Pastor, tashukuru Mungu kwa kutupa wewe, kama vile ninavyokuambia kila siku. Tashukuru Mungu kwa neno. Neno la Mungu latupa nguvu kila siku. Naona Halima pale asema ni mshirika wako na amekusalimia sana. Amen. Asante sana msikizaji wangu. Mimi muda umenipa kisogo, naomba kuondoka. Tuonane tena kesho asubuhi tutakapokuwa tukikomanda wa dehana gweraga etohoya mwana twere ne thegyo etumushokerie gatho ne maria mothe atwekeire agakwendithĩria ũtukũ mwega, ũtukũ wa thayũ, ũtukũ Ngai agũkorwo agĩtwarana nawe, na ũtukũ Ngai agũkorwo agĩkũmenyerera. Ani Geto Eunice wa Wanyeki. God bless you and do you great. Barikiwa sana Pastor Eunice.